Hello family, it's the Sengech family and we are here back again. Tunazungumzia leo mambo na relationship na mambo ambayo yamekuwa yakiendelea na jinsi ambavyo watu wanaweza kaa katika familia. So mbona na huzunika huyu? Unanianzaje mapema? Si unakaa huzunika. Inafaa una smile hivyo. Watu wanaona na wana learn mambo moja mbili kuhusu mambo ya familia. So we are back again here kuwa encourage, kuwasisitizia jinsi ya vile mambo inafaa inakuwa kwa familia, si ndio? So it's the Sengech again, na tunasema tu welcome to this YouTube channel. Make sure umesubscribe, make sure unakaa sawa. Kama unamuona leo bado hajaenda makeup, nitampeleka makeup kiasi hapo hivyo, nitampeleka kwa salon guys. Mtamuona hiyo, mtakuwa mnasema guy tupatie namba yake. So usimuone hivyo, atakuwa tu fiti. Hii ni introduction guys, tunaanza kama vile jana. Kama uliwatch video ya jana, tulikuja tukasema kwamba tutarudi tena na tutawafanyia video ingine, na tutakuwa tunakuja kwa kila wiki. Tutakuwa tunafanya video moja ama mbili ama tatu per week. So wewe endelea kusubscribe hii YouTube channel, and then you will be learning a lot about relationship issues, mambo za kifamilia, vitu zenye tutakuwa tunafanya. So wewe ka standby hapo. Utaambia nini watu? Unaambia nini watu? Unanipatanga off guard. Unawaambia nini basi? Aje? Unawaambia nini watu wale wanatuwatch? Unawaambia nini watu hapo? Kuambia tu welcome. Kuna vitu poa zinakuja hapo mbele. Mtu support. Bila nyinyi hatuwezi kuwa hapa. Tunawapenda. Welcome. Wale wenye mtaka kuongea mbaya, ongea mbaya, no problem. Wale wenye mtaka kuongea mzuri, ongea mzuri. Wale wenye mtaka ku encourage tuendelea na kuwapatia mavideo zingine, wewe uko free ku comment. So wewe endelea tu kusubscribe YouTube channel, endelea tu ku support, and then tutakuwa tunawapatia mambo mazuri. So leo tunaongelea vitu gani? Kama leo tunaongelea tu mambo na relationship, mambo na vile watu wanaweza kwa courtship, vile watu inafaa wavumilianie kwa ndoa, na mambo mengine mengi kabisa. So tukikumbuka penye tumeanza, si tumekaa sana. Tuko na miaka ngapi kwa relationship? Ati ngapi? Nini unashtuka? 10. Tumekaa miaka 10 pamoja, mimi na wewe tu hivi. Miaka 10. Guys, umesikia? Miaka 10. So hata wewe unajua kuna watu wengi sana wanajiuliza sasa, yani ndeza, kuna watu wenye bado wanajiuliza kama huyu ndio ndaka na yeye mpaka ifike miaka zote. Inawezekana guys. So sisi tukiangalia penye tumetokea mpaka penye tumefika, tumetoka mbali sana, and we are still here. Ukimwona tunapendana tu, bado tuko tu sawa. Every day nakutanga ni kama ndio tumeanza leo, ndio kama tumedate leo, ndio kama tulianza leo. By the way, sometimes unampata ako chini, saa zingine maybe wewe niko chini. Inafaa mna find out solutions zenye mnaweza solve, si ndio? Na kwa wale ladies wenye bado wanaanza, unajua ladies ndio wanakuanga na the hard time ya kuchoose partner mgani. Ni vipi unaweza jua kuchoose partner? Ni vipi unaweza jua this is my right person? This is my right person mwenye nataka nikae naye. Unaweza mjuaje? Si kuna kwanga na ka butterfly kanapita kwa tumbo. Ati ka butterfly. Ukimuona tu akikuja hivi. Unajua tu ndio huyu akia Mungu. Butterfly bebe kuna kwa na feeling inakujanga. Ka feeling tu kana kujanga tu natural. Si love ni ile kitu ukitaka tu kuijua unaijua. Inakujanga tu natural. Mnyenye wanaume mnafeel aje kwamba huyu ndio the right person to you? Sisi okay, maybe for example mtu kama mimi nilikuwa naona nikasema huyu, yani the way unanitreat, unaona the way unanitreat na venye ule mwingine ananitreat, naona ni different. And then unaona ni kama huyu anaweza kuwa wife material
wangu, as much as kuna kwanga na so many, tuseme at that time before you make a decision, kuna kwanga na so many people, lakini maybe yani mwanaume anakwanga tuseme unakwanga uko na maybe huyu na huyu na huyu, but between huyu na huyu na huyu unaona huyu ndio anakaa kama the right person. Unaona the way huyu anakucheat, the way anakurespect. Ulikuwa unanikombea hivi. Nisiongelee wewe. Nisiongelee wewe. So kumbe tulikuwa hivi. Unatukompea. Yani in relationship wakati wa tuseme wakati wa dating ama sijui nini, huyu akikuja kuna vitu zenye anakuja anafanya zenye ni tofauti na so answer my question, ulikuwa unatanga? Hapana. So si ni wewe mwenyewe unajiuza. Acha hizo story. Kwa statement yako. Sasa huyu akikuja kwa mwanaume huwa tuna way, unaona? Si ndio sasa ndio mauzo unarudi. Sasa wakati huyu anakuja kuna vitu zenye atafanya zenye ni tofauti na huyu mwingine. Mpaka unaona huyu ndio ni kama atakuja huyu ndio anakaa kwa mama wa watoto wangu. Unaona? Huyu ako faithful kwangu. Ni mpole, ni mcaring, ni mloving, anafanya shughuli za nyumba. Unaona? So huyu akikuja, kuna mwenye akikuja tu anakuja tu yani ni ule mtu mwenye anakuja hata mkiwa na yeye hapo baada anashughulika maybe na simu, ana communicate na simu na machali zake, ama anafanya vishughuli fulani, hajali, ama hata unaweza mwambia mimi ni mgonjwa, hawezi jali, hayuko caring. So then you will come and see that this is the loving person. Wacha we, ni 10 years ago, usisahau it was 10 years ago. Then now I came and I realized babe huyu ndiye anakaa kama anaweza kuwa bibi wangu. Then I realized huyu atakuwa bibi yangu huyu. Juu huyu ananijali. You know when kama mtu akujali ama mtu hayuko caring kwako, akikuja hata kwa nyumba, yani hata unaona mtu hawezi clean nyumba, kama ulikuwa na vyombo chafu hapa atawachana nazo hivyo. Then you realize that huyu mtu atakuja kwa mtu responsible, atakuwa wife. Juu wewe unatreat nyumba ni kama ni yako. You understand me? Kama ni kwa nyumba, kama hata ni kwa single person, unatreat your place hata kama kulikuwa tu na kitanda peke yake. Unatreat your place ni kama kwako. Unaona? Unaonesha hiyo love and support and care. That's how we tell us a man. So hivyo ndio ulikuwa unanifanyanga. Kwa nini unakuanga wengi? Si mimi nimeshakwambia. Ati kumbe ladies unakuanga wengi wewe, ati kumbe ladies unakuanga wengi na kijuangi. Aje? Hapana. Mimi explain hapa. Okay, for men, let me be honest, for men. Wewe wanaume na kama naongea ambayo mnaniambia kama naongea mbaya. Hiyo ni wewe. Hapana, wanaume wengi. Wanaume wengi. Wengi aje ulikuwa nao wengi. Okay, hata sisi wanaume, sikia, hata sisi wanaume sisi for our parents, our parents wanatuambianga lazima upeleke huyu mrembo testing uone kama huyu mrembo ana qualify to be a wife. Testing na kama si mambo na sex, unamjaribu na kwako. Saa zingine hata unaweza mpeleka kwa best yako na mwambia hapa ni kwangu. So utaona vile atafanya. Kama ukiwa kama hautakuwa na do, atabaki na wewe. Kama hautakuwa nini, atabaki na wewe. So those testings zinakuanga msichana akipita hiyo exam, ndio unaweza tell kwamba huyu mtu anaweza kuja akawa wife material kwako. Na wewe umesema kuna butterfly. Mimi hivyo ndo na feel. Mimi siwezi semea mtu mwingine. Hawezi semea mtu mwingine. Mimi yani siwezi semea another ladies. Mimi nasema venye yangu ilikuja. Butterfly. Ulikuwa unaona butterfly kwa? Si kuona, una feel kuna ka feeling tu kenye kana kujanga. Okay, huyu mwingine akikuja hakuna hiyo butterfly. Mimi nikikuja kuna butterfly. Unajua ladies venye tu umesema, ladies wanakuanga hivyo bedhe pia. Mimi sijui ni hivyo. Kuna mwanaume mwenye unaweza kana hivi, yani unasikia tu kusinyika tu na bedhe. Okay. Yani unakaa tu kusinyika tu na yani uoni enye imekuleta, yani kama hata maybe amekupeleka kama lunch. Auoni mkule mumalize tu, yani aende wewe utoke tu uende.
But kuna ule mwenye akikuja unasikia uko comfortable. Unasikia uko comfortable naye. Sasa ndio ni hivyo hata kwa sisi wanaume. Wewe explain hivyo. Si nimesema kuna ile comfortability na love and caring ya huyu ni tofauti na ya huyu. And then mtu anapenda mabrother zako, anapenda mabeste wako. Atasema kama uko na beste hapo, the way atabehave ukiwa na mabeste wako na the way atachukua. Lakini unajua tena pia kuna mabeste wengine wenye si mabeste. Si unaona si kila mtu tu ni beste yako. Ndio wengi watakuwa mabeste, lakini kuna wale wenye wanakutakia na wenye hawakutaki. Na unajua pia si tukiwa hivi tulikuwa hivi. Kuna wale wenye mpaka walikuwa wanakuja kukuambia wachana na huyu si yani standard yako ulikuwa unaambiwa hivyo. Ukweli. So kuna wale wenye but ukiwa ule mtu mwenye unasikia advice zingine unasikia, lakini kuna zenye ukikaa na mtu hivi akupea advice unakaa ukijiuliza mbona huyu ameniambia hivi. Si advice zote mtu usikia na anafuata advice zote zenye anaambiwa. Unajua unaweza fuata advice zingine zenye hata wewe ladies kama uko na mzee kwa nyumba ama uko na boyfriend na unaona huyu rafiki si rafiki mzuri, uko na right ya kusimama na kumwambia. Unamwambia unaambia huyo jamaa wako boyfriend ama husband wako, unamwambia huyu rafiki yako kuna venye nimemuona mimi simtaki. Na mimi na kwangu ule mtu wa kunyamaza, but nikiona mtu mwenye anifurahishi na mwambianga huyu aende na asiwahi rudi hapa. Mimi kuna wenye siwatakangi na namwambianga tu wazi aende na asiwahi rudi hapa. Kama nikukutane neno mkutani huko, lakini hapa no. Especially in terms of kwanza kwa relationship mara mingi amekuwa kini advice sometimes learn to keep your secrets, especially kwa vitu ambazo unafanya, especially kwa sababu kuna mabesti wengine utawaambia mambo ama uende mpaka uwaambie watu secrets za nyumba yako. Sometimes ukiambiana secrets za nyumba yako zinakuja zinakuaffect wewe. At least kuwa na ule mtu mmoja ambaye ni reliable, anaweza keep secrets zenyu za nyumba. Usikuwe na kama mmekosana kwa nyumba ama kama mmekosana kwa relationship yako wewe na girlfriend wako. Kumbe huyu jamaa anatakanga huyo girlfriend wako. Maybe anakuanga ameona huyo nikiweza mpata anaweza kuwa beneficial kwake, anaweza kuwa wife material kwake. Kumbe anatakanga mpaka huyo demu wako. Lakini sasa wewe kwa sababu unamwambia kila kitu zenye mlifanya vile hata unamwambia mpaka siri za ndani za nyumba yako na vile mnakuwa pamoja naye kwa relationship yako, huwa zina affect relationship yako. At least kuwa na ule mtu mmoja ambaye ni mtu mwenye unaweza mwambia siri zako. And then kama mko kwa dating, mko kwa relationship ambazo it is almost leading into marriage, pia huwa tunaambiwanga hata kanisani kwamba ni vizuri kuwa na mtu ambaye maybe hata siku ile mtakuwa mnafanya harusi, huyo ndio mtu mwenye atakuwa anaunganisha. Na huyo mtu mwenye atakuwa anawasimamia, yani mwenye atakuwa anawasimamia kama best man na best lady, hao watu, hiyo couple ndio wenye utakuwa unaambia siri zako za ndani. Lakini si tunaambia kila mtu, unaambia huyu, unaambia huyu, unaambia na huyu. Kuna vitu mengi zenye hata kwa relationship by the way si ukosana na yes, mara most of the time tunaweza kuwa tunakosana. Lakini kama ni ile yenye tumekosana mpaka imeenda extreme, then hapo ndio penye huwa tunatafutanga mtu ambaye huyo mtu ndio mwenye anakuja anatusaidia kutukanzo na tunarudiana. Sasa zingine zina leading mpaka hapo. Sasa hapo ndio ile time yenye unahitaji kukuwa na mtu mwenye anaweza kukusaidia. Na sio kila mtu anaweza kusaidia. Kuna mwingine anaweza kuambia muachaneni muende. Tokeni, anaambia toka uende. Sasa kwa hivyo, wachana na hiyo boma, beba virago zako. Kumbe huyo mtu mwenye anakuambia beba virago zako toka uende, ndio mwenye anataka kuja hapo kwa hiyo nyumba. Hata sikukuja na anakusikilia uivu. Life yako iko better na yake kuliko yake. So akiona ukiendelea anasikia uchungu. So anataka mkue level same na yeye. So ndiye atakuambia toka. Endo ujikaishe ama uende utafute kazi ufanye. But kuna advices zingine hata kama ni kutoka, wewe toka uende uponeshe jeraha, urelax na unarudi kwako. Si eti unapata mtu anakuambia toka na wewe unabeba vitu zako unaenda. Mmesikia sana ladies.
Sana sana Sisi ladies. ladies ndio tunakuwa na hasira. But kama kuna watu wenye wanajua kucontrol hasira ni ladies. Sio wote. Ladies wanajua kucontrol hasira. Juu unajua bedhe kama hizi roho zetu patience, kama tungepewa raw patience. I swear to God, mpaka leo hakuna ladies angekuwa kwa ndoa. So sisi tunakuwa wabaya. Are you trying to say that sisi tunakuwa wabaya? Sisi wanaume tunakuwa wabaya. Umesikia hapo? Umesikia hapo wanaume? Hebu mcomment hapo kama sisi ndio tunakuwa wabaya ama tunakuwa wazuri. By the way, sisi tunakuwa watu wengine wazuri sana. Wanaume tunakuwa watu wazuri. Because by the way, unajua mimi naweza sema kusema kweli our babies, our darling wives, saa zingine ni watu fragile, and we need to know as men the way we can fix and the way we can handle them. Mara mingi saa zingine, by the way, saa zingine hata sisi wanaume inafaa tujifunze kucontrol hasira zetu. By the way, unajua sisi shida ya wanaume ndio hiyo, tunakuwa na hasira sana, si ndio? Tunakuwa na hasira sana. Mara mingi unaweza kuta hasira zako zimeenda mpaka overboard. Wewe usichukue kisu ukadunga bibi yako bwana. Usichukue kisu ukaua, usichukue vitu. Jifunze jinsi, hata juzi hata mimi kuna times nilikuanga naendanga sana. Naenda na kwa hasira zingine. Nikaambiwa wewe kama unaona umejump sana, unaona kama kulemea sana, toka kwanza enda. Toka enda hasira yako huko. Toka enda ukapunguza hasira zako. Hasira ikuangi poa. Haikuangi poa. Unaweza kaa hapo na hasira kishetani tu kikakuingia tu, ukaenda tu jikoni ukachukua kisu ukakuja ukastab mtu. Ukisikia uko na hasira, unatoka tu unaenda unatembea huko hivyo nje. Ukirudi hasira imetulia. So wewe mama, wewe baba, usifunje ndoa yako. It is very important. That marriage that you have, it was God's plan. Hata kama haikuwa God's plan, lakini sasa mmeshakuwa kwa ndoa pamoja. Mmeshaoana, umeshapata watoto pamoja. Sasa unataka kuvunja ndoa yako, uende wapi? Unataka kuachana na hiyo ndoa yako, uende wapi? Na watoto wako, sometimes hata mimi naangalianga nasema hawa watoto si watateseka. Hawa watoto watakuwa aje? Wakati watakuwa wanauliza mama baba ako wapi? Ama anauliza baba mama ako wapi? You know, these people, they come as a bond in our relationship. Nilikuja hata msikaangi hivi ati kwa ndoa mnakaanga mnasema ati watoto ni extras. Hao watoto wataenda alafu mtabaki mkiwa wawili hivi. Wanasemanga watoto ni extras. Added advantage on the relationship. Ukika kwa ndoa usisemange ati niko hapa kwa sababu ya watoto. Bedhi hata mimi sometimes nafikanga kwa nasema ni kwa hii nyumba kwa sababu ya watoto. Na unasemanga sana by the way. Unasemanga sana. But mkaange tu mkijua hawa ni viongezo. Watakuja kuenda mubaki wawili. Kweli. Venye mulikutana mkiwa wawili watawaacha mubaki tu hivi wawili. So jifunze kumpenda no matter what. Jifunze kumpenda no matter what. I'm telling you out of experience, it has been 10 years. It has not been an easy journey, but at least right now ni kama naanza kuona matunda. Unaona? Inakuanga hard work hapo mwanzo. Hiyo first year, 5 years. Mwaka ya kwanza, ya pili, ya tatu. Kabla mzoeane. So unajua wewe umetoka huku, huyu ametoka huku, tabia ya huyu huku unajua. Alafu acha niambie ladies wenye mna date. Unajua tabia ya mwanaume mkidate. Si tabia ya ukiweko kwa nyumba. Characters zinaendanga zinachange mpaka una. Alafu unakaribishangu mwezi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne real life inatoka. Unaona sura ya yule jamaa yatokea. Sura inatokea, unashangaa ni ule mwenye nilikuanga naye huko. Mpaka anakupigia simu, I can't sleep without you, I can't eat without you. Na maybe anakula huko. Wewe unakasirishwa hapo hivi una skuli na maybe penye yako anakula. So kupe na stress nani? Sasa ukiwaambia usikufe na stress unajaribu kumaanisha nini? Ukiwaambia usikufe na stress unajaribu kumaanisha. Si ndio wasikufe na stress wakijieka ni depressions zingine zenye hazitakikani kwa mwili. Unajua kuna wengine wakikosana na mabwana zao ama mabibi zao wanaendanga wanakaa. Si kama hapa Hawaii nilikwambia kuna jamaa alijiua. Kwa sababu ya depression ya bibi. Ati ile mnakosana, bibi akitoka anapeleka mtoto shule, anakuja anapata mzee amejihang kwa kamba. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya depression ya life. Ati anasema ndoa bibi imekuwa ngumu. Ndoa si ngumu, ni wewe ufanye ndoa yako ikuwe ngumu.
but ndoa ni poa, ina depend na venye wewe unakaa ndani. Ukiona ni ngumu, wewe mwenyewe ndio umeifanya ikuwe ngumu. Alafu by the way, skiza, learn to take your husband slow, ladies. Wakati huu mwanaume hana, pia jifunze kumwambia leo hauna lakini kesho utakuwa nazo, because sometimes sio kila wakati mwanaume atakuanga ako na do, ako tuna do. Sometimes kuna challenges zenye zinaweza kuja hapo kwa maisha, watu wakakosa pesa. Sisi tumekuanga tukiangalia penye tumetoka mpaka penye tumefika sasa hivi, it has been a process, lakini tunashukuru Mungu penye tumefika sasa hivi. And kama hangelikuwa anavumilia tukiwa chini mpaka penye tumefika sasa hivi, angekuwa anavumilia na angekuwa ananiambianga kuna siku tutakuwa tuko hivi, kuna siku tutakuwa tuko hivi. Encourage your husband and support whatever chenye anafanya. Ama baadaye unaongea kwa ubaya. Support chenye anafanya, na hiyo chenye anafanya ndio kitakuja kutaleta chakula kwa meza yako. So wewe support huyo mzee chenye anafanya tu, hata kama unaona hii kitu ni kama, lakini ukimsupport, unajua kama mtu, unajua sisi wanaume by the way tumepewa kitu fulani ambao tunaweza ita nini? Tumepewa dreams and visions kama wanaume. So ni wewe a lady, wakati umekuja umeingia kwa hiyo relationship, mmekuwa pamoja na yeye, mpeleke polepole and then be a supporting, because usipo support huyo mwanaume kwa chenye anafanya, anakuwa discouraged na ndio inafanya wanaume wanajiua huku nje. Wanaume by the way wajiuange kwa sababu ndio imekuwa ngumu, ama bibi anamchosha. Ukikuwa more demanding, ukidemand na unaona ana na bado tu unaitisha, nataka na unaona ana, hiyo ndio inafanyanga mwanaume anafika mwisho na anafanya something crazy. Afadhali umuitishe, akikupenya na kupea appreciate. Yenye anakupea hiyo appreciate hiyo kidogo yenye yako nayo akikupea, na una move on na life ukimwombea Mungu. Ukimwambia kesho itakuwa better, but usimuforce, usimweke kwa into depression. Wanaume by the way kufangia ati kwa sababu ndoa ni ngumu ama nini. Demanding yetu yenye inakuwa sometimes too much. Exactly. Mbona anataka na sina? Ukweli kabisa. So wewe usikue demanding. Atukatai kwamba ukue demanding. Be demanding at a place whereby unaona hapo nayo na amekunyima tena, hapo uko na right ya kudemand. Lakini wakati yenye unaona huyu mzee kwa kweli hana, anajikaza, anajaribu kufanya hii lakini unaona hana, wewe mwambie sawa baba, wakati utakuwa nayo utanifanyia, because nakujua ukiwa nayo hauwezi ninyima. Na by the way wanaume huwa tukiwa nazo, I know most of the men tukiwa nayo, of course tunaweza taka kutreat bibi zetu vizuri, tunaweza taka kuwapeleka hata out, tunaweza taka kuwafanyia zile mambo mazuri makubwa. So wewe kama mama support huyo mwanaume, na mwambie leo hauna lakini kesho ukiwa na tunajua utafanya. We love you so much guys, and kama umependa hii video nitakwambia nini? We love you. Kama umependa una like, please like, yes, subscribe, yes, share. Na kama unataka tuendelee kuwapa advice na kuendelea kuwapea more encouragement on relationship matters, tamani uko na right ya kucomment hapo chini. Unasema kwamba unaweza sema endelea, keep advising us about this matter. If you love this video about the relationship issues, kama unasikia hii nini imekusaidia na imekumotivate kwa relationship yako, comment hapo chini na sisi tutakuwa tuna upload another video about these relationship issues. But as we tell you, this is MC Sengech and family. Not and family. MC Sengech family. Of course, ni wife, so the MC Sengech family. Hey, we are still learning on these things. We are still new on these things, but we know we are going to do it more better. So we subscribe hapo, comment hapo, tupatie hata 1000 likes, sindio? Tupatie 1000 likes and then comment hapo chini na tutakuwa tuna upload another wonderful video like this one. Bye. We love you. Bye. Thank you.